kuwa nanyi hapa leo na Mungu kutufikisha hapa siku ya leo. Sichukulii kawaida, ninasema ni mkono wa Bwana umetubeba. Fuatilia nami hadi tamati na Mungu wa amani ataweza kukubariki. Hebu tuombe tupate kuanza ibada yetu na jina la Yesu litasindi kutukuzwa. Andaa moyo wako, fungua moyo wako. Ambia Mungu kuna jambo umenipangia. Mungu aongee kwa ajili yako, maana hawezi akakusanya watu wake bure. Mahala ambapo uko leo kuna jambo Mungu amekupangia. Na maandiko inasema kama vile mvua haiwezi kashuka bure bila kutimiza, yani haiwezi karudi bure. Inakuja kwa sababu na inarudi kwa sababu. Na malengo yake hapa duniani haiwezi karudi bila kutimiza makusudi. Kwa hivyo neno la Mungu ndivyo ilivyo, ni kama mvua. Mtumishi wa Mungu hawezi kusimama katika jukwaa hili anene na wewe ukose ya kwamba kuna jambo Mungu alikuwa amekupangia. Kwa hivyo niko hapa na hautaondoka hapo bure bila kutimishiwa makusudi yale Mungu amekupangia leo, ama kusudi la neno la leo ile Mungu ametupa alitarudi bure. Kwa hivyo andaa moyo wako tupate kuomba Mungu. Ambia Mungu kuna jambo umeandaa, umeweka kwa mtumishi wako na umeandaa kwa ajili yangu. Mungu lisinipite, na hakika alitakupita kwa jina la Yesu. Hebu tuombe. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, Mungu wa kipekee na kweli, ninakushukuru kwa siku nyingine ya leo ambao Bwana umenipa nafasi kuwa katika madhabahu haya. Ninakushukuru na kulimindi jina lako Bwana kwa mtazamaji wangu kila mahali hapo, Mungu mtakatifu, walio hospitalini mfalme, wanaotutazama kwa magari, wanapo katika safari, wengine wanatutazama wakiwa Baba katika safari zao, wengine wanatutazama kwa simu, wengine wanatufuatilia kwa mitandao Bwana, wengine kwa TV yetu ya Mount Zion Bwana wanatutazama. Ninaomba neema yako Bwana Jehova ikawalinde. Ninaomba neema yako Baba ikawatunze katika jina la Yesu Kristo. Andaa moyo wa kila mmoja mfalme. Hakika Bwana kuna jambo umempangia, kuna mambo umempangia, kuna neno umempangia, na hakika atapokea kilicho chake katika jina la Yesu Kristo. Kila mahali alipo dakika hii, Roho Mtakatifu wa Mungu ukamfikie, ukafungue moyo wake, ukafungue roho yake, ili apate kukusikia kupitia mtumishi wake ambaye ni mimi Bwana. Nimesimama hapa nami unitumie, niachilie neno lako, ninene kama ambavyo umeniagiza sawa sawa na neno lako, ni katika jina la Yesu. Roho wa Bwana ukanisaidie, Roho wa Bwana ukanene nami ninene watumishi wako, ninene watu wako Bwana, wapate kupokea taji lao, wapate kupokea kile ambao umeandaa kwa ajili yao. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye Mungu na mkombozi wa maisha yetu tunaomba na hata na kuamini. Amen. Tena na kukaribisha tena na tena ili tuendelee pamoja na jina la Yesu litasindi kutukuzwa. Wiki iliyopita kuna maneno tulinena kuhusu nguvu ya Mungu, about the kingdom of power, katika ufalme wa Mungu ama ufalme wenye nguvu. Maana kuna falme zingine ambazo haziwezi kusaidia. Tulisoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa 20. Tukumbuke, turudi hapo kidogo. Ilikuwa Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wake wa 20. Ikatuambia ufalme wa Mungu au katika maneno, bali katika nguvu ya Mungu. For the kingdom of God is not a matter of talk, but of power. Ufalme wa Mungu si wa maneno, ni ufalme wa Mungu ni nguvu. Na ufalme kama hauna nguvu, hauwezi ukasaidia wenye wanahudumu katika huo ufalme. Na katika ulimwengu wa leo, watu wote wako katika ufalme, lakini falme zingine asiwasaidii. Ndio maana nimekuletea ujumbe ambao tunaendelea na ule ujumbe ambao Mungu alinipa kuhusu ufalme wa Mungu ama the kingdom of power, ufalme wa nguvu. Na wengine wetu leo wako katika falme ambazo hawajui kama wanatumia hizo nguvu za huo ufalme. Ndio Biblia ikatuambia, Mtume Paulo alikuwa anaambia watu wa Korintho, ufalme wa Mungu si maneno. Watu wamejawa na maneno. Ibada watu wanakusanyika siku ya Sunday, lakini kuliko neno liwe nyingi ama neno la Mungu liwe ndio limewaleta hapo, maneno yanakuwa mengi kuliko neno la Mungu.
Kutoka hapo watu watatoka na maneno kuliko watoke na neno la Mungu. Na neno la Mungu ni nguvu ya Mungu. Na kama Wakristo tusipokuwa na neno, hauwezi ukashinda shetani na maneno. Maana neno la Mungu ni nguvu. Ni nguvu ya Mungu. Na bila kuwa na neno, watu watabaki na maneno. Watu watabaki na maneno. Ndio mtu ukimuuliza umetoka ibada, ulihubiriwa nini? Ulifundishwa nini? Yeye atakuambia sisi tumehubiriwa leo sana. Yule mhubiri achana yeye, alituhubiri sana. Lakini ukimuuliza neno moja, mstari moja, hawezi akakuambia. Kwa hivyo kuna ufalme ambao unaweza kuwa ndani yake, lakini ni ufalme ambao hauna nguvu. Ndio tuliachia kusema ya kwamba katika ufalme utajulikana kama uko na nguvu. Na kama uko na nguvu, matokeo ndio yatadhihirisha ya kwamba uko na nguvu. Haleluya. Na leo tunaendelea na neno chanzo cha nguvu yako unajua ni nini? Maana unaweza kuwa katika ufalme fulani lakini hauna nguvu ya huo ufalme. Ndio unakuta wengi wamejaa katika makanisa lakini nguvu wanazotumia ni za giza. Ni viongozi wa nyumba la Mungu lakini nguvu zao wao wenyewe wanajua hata kazi wanazofanya si mambo ya maombi yamewasaidia. Nguvu zao zinatoka mahali kwingine. Wako katika ufalme fulani lakini nguvu zao asitoki katika huu ufalme. Amen. Hebu tuende katika kitabu cha Zaburi 84 mstari wake ni wa 5 na kuendelea kidogo, na jina la Yesu litasindi kutukuzwa. Zaburi 84 mstari wake ni wa 5. Tuende na lugha hiyo nyingine. Zaburi 84 mstari wake ni wa 5 inasema, heri ambaye nguvu zake zatoka kwako na njia ziendazo Zayoni simo moyoni mwake. Heri ambaye nguvu zake zatoka kwako na njia ziendazo Zayoni simo moyoni mwake. Roho wa Mungu anaponena anasema heri ambaye nguvu zake zinatoka katika Mungu. Heri ambaye nguvu zake zinatoka katika Mungu. Heri ambaye nguvu zake zinatoka katika ufalme wa Mungu. Heri ambaye anamtumikia Mungu na hana njia nyingine ya kumsaidia ila tu Mungu. Heri ambaye nguvu zake zinatoka katika Mungu na njia ziendazo Sayuni simo moyoni mwake. Yaani moyo wa huyo mwanadamu hauna lengo lingine, hauna nia mbili. Ama tunasema hana option B. Option yake ni Mungu peke yake. Ni Mungu peke yake. Katika hali yake yote anamtumikia Mungu. Maana nguvu yake ako katika ufalme wa Mungu, ambao huu ufalme unamsavu kwa vitu vyote ama unamhudumia katika mambo yote. Maana kuna falme zingine asikusaidii katika mambo yote. Na nguvu unaweza kuwa uko na nguvu mahali kwingine na kwingine hauna nguvu. Kwa hivyo kuna falme ambazo hazikuhudumii kwa njia zote. Lakini ufalme huu wa Mungu, tunapokaa katika ufalme wa Mungu, unatuhudumia kwa njia zote. Unatuhudumia kiroho na unatuhudumia nje ama kimaisha. Inaendelea kusema mstari wa 6, wakipita katika kati ya bonde la vilio ulifanya kuwa chemichemi, naam mvua ya uvuli ulivika baraka. Mstari wa 7, uendelea toka nguvu hata nguvu, uonekana Sayuni kila mmoja mbele za Mungu.
Bwana Mungu wa majeshi, uyasikie maombi yangu, Mungu wa Yakobo, usikilize wako. Bwana Yesu sifiwe. Kwa hivyo Eli ambaye nguvu zake zinatoka katika Mungu, mtu huyo, maana tumaini lake ni kwa Mungu tu. Hata akipita katika bonde la vilio, hata akipita katika hali ngumu, nguvu yake ni Mungu tu. Mungu huyu atamuinua tena, maana anajua sina langu peke yangu. Ndio unakuta wengine wanasema leo hata kama nimeokoka ni lazima niwe najihudumia, ni lazima niwe najishughulikia mahali kwingine. Ndio unakuta mtu ameokoka lakini mambo ya uchawi anaandamana nayo, mambo ya uganga anaandamana nayo, mambo ya isiaro ya kimeru anaandamana nayo. Ni nini hiyo? Ako katika ufalme wa Mungu, lakini huo ufalme atambui nguvu ya huo ufalme, atambui nguvu ya huo ufalme. Kwa kimeru kwena to ekorobi asoka na rume okoiba kiwa kinyawe tolo itonoki, ni lazima muntu asietaetere na yenge okarea uitethia Mungu atiotethia. Sasa Mungu ana haja gani kwa maisha yako? Kama usiponjisaidia Mungu hawezi kukusaidia, ni kumaanisha uko na nguvu kando na Mungu. Maana Mungu ndiye nguvu, Mungu ndiye msaada, Mungu ndiye kila kitu. Wewe mwenyewe, wewe ni wa Mungu. Lakini utashangaa mtu akisema hata kama tumeokoka, hata kama tumejua, ndio wengine hawajaokoka. Wao katika kama kanisa ili wakifa wazikwe na hizo makanisa yao. Maana ufalme wao wanajua tuko katika ufalme fulani, lakini nguvu hatutumii nguvu ya watumii nguvu ya huo ufalme. Kwa hivyo Biblia inatuambia vizuri, Eli ambaye nguvu zake zinatoka kwako Bwana, na njia ziendazo Sayuni simo moyoni mwake. Ndani moyo wa huyu mwanadamu anajua makusudi yangu ama njia zangu, hata mambo yawe haji. Najua tu Mungu peke yake ndiye atanihudumia. Mungu peke yake ndiye nguvu yangu. Sina option B, sina nia nyingine, sina njia nyingine. Ndio mara nyingine unakuta Mungu ananyamaza aone utafanya nini. Mungu ananyamaza aone utafanya nini. Unamtumaini lakini anajua nia yako. Maana wengine wameokoka kwa nia mbalimbali. Mwingine ameokoka akisema mimi nikiingia katika kanisa nikianza tu kuomba pesa zitaanza kujaa, nitaanza kuwa tajiri. Mungu ananyamaza anasema utajawa kiroho tupu bila hizo pesa. Haoni utafanya nini. Mungu ananyamaza haoni utafanya nini. Maana Mungu si kama mwanadamu, anafanya yale yanayompendeza, anafanya yale ambayo yatamletea utukufu. Hayafanyi yale yanaletea mwanadamu utukufu, anafanya yale ambayo yatamletea utukufu mwenyewe. Kwa hivyo nguvu yako inatoka wapi? Maana tunaongea kuhusu ufalme wa nguvu, na Biblia ilituambia kwamba ufalme wa Mungu si wa maneno, ni wa nguvu. Kwa hivyo nguvu yako inatoka wapi? Nguvu zako za kuishi kwako ama za kazi yako unayoifanya, nguvu za kazi yako zinatoka wapi? Maana uwezi ukamdanganya Mungu. Ndio unakuta wengine wanakuja kuombewa na pasta, wanaenda wanatoa sadaka kanisani, wanaenda kutoa bando sadaka kwa waganga na kwa wachawi. Sasa shinda ni moja. Kweli utukufu wa wachawi utakuja kanisani useme ni Mungu amekusaidia? Umefanyiwa sarakasi huko na waganga, wamekufumba macho, ujui ni nini inaendelea kwa maisha yako, lakini unasema hao watu wameokoka na Mungu. Kwa hivyo ujui nguvu yako inatoka wapi. Maana leo kuja mtumishi wa Mungu ni kuombee, kesho uende kwa waganga, siku ingine uende kwa manabii wa uongo huko nje, siku ingine uende kwa mambo mengine. Je, mambo yatakapotokea ama utakapofanikiwa, utarudishia nani utukufu? Utasema ni nani alikusaidia? Maana kuna tofauti ya miungu na tofauti na Mungu. Mungu ni aliyeumba mbingu, akaumba nchi, akaumba mwanadamu anayetuisha sisi tukae katika nchi hii. Bwana Yesu asifiwe. Miungu ni miungu ambao inafanya pia kazi, lakini si kazi za kundumu.
na zinafanya kazi, hiyo miungu inafanya kazi kinyume na Mungu. Kwa hivyo unaweza sema kila kitu ni Mungu, lakini si Mungu ambaye ni Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Maana miungu mingine ni mwanadamu anahifadhi. Ndio mwimbaji mmoja akasema, unanibeba wakati wengine wanabeba miungu yao. You carry me where others carry their God. You feed me where others feed their God. You lift me where others lift their gods. Wengine, kuna mwimbaji anasema unaniinua wakati mwingine wengine wanainua miungu yao. Wakati wengine wanainua miungu yao, unanilisha. Wengine saa hii wanalisha nyoka nyumbani, wanalisha waganga, wanalisha nyoka, anapelekea nyoka uji, anapelekea nyoka maziwa. Lakini Mungu wetu ndiye anatulisha. Atulishi Mungu, atuinui Mungu, Mungu ndiye anatuinua. Amen. Kwa hivyo ni lazima tutofautishe. Kuna ambao wako katika ufalme ambao ni wa kushughulikia miungu. Ndio unakuta Dagoni ilipoanguswa wenye walikuwa na iabudu walirauka asubuhi kuinua. Lakini baadaye, maana ni Mungu alikuwa anataka kushindanishwa na Mungu, haikuweza kusimama tena. Kwa hivyo ni lazima, wapendwa, tujue nguvu zetu zinatoka wapi. Usikubali kila mtu akikwambia nguvu yangu ni Mungu. Muulize ni Mungu gani? Ukienda kwa mchawi leo, atasema mimi namjua Mungu, lakini muulize ni Mungu gani? Maana leo nguvu zetu zinatoka katika Kristo Yesu. Kwa damu ya Yesu Kristo, hapo ndio nguvu zetu zinatoka leo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio Yesu akasema hauwezi kuja kwa Baba usipopitia kwangu. Maana wengine watajidanganya asia kwamba tuko na ushirika na Mungu, ilihali wamempita Kristo. Kwa hivyo mtu akikwambia nguvu zangu ni Mungu, muulize ni Mungu gani? Maana miungu ndio inatawala dunia hii. Na katika ufalme huwezi ukatawala. Ufalme ni lazima uwe na mfalme. Ufalme ni lazima uwe na kiongozi fulani. Ufalme ni lazima uwe na Mungu au miungu. Kwa hivyo ni lazima utofautishe ni ufalme gani ambao unatawala maisha yako. Na kuna ufalme pia ni lazima uwe kuna nguvu. Ndio ukipata ufalme wa shetani unakuwa na nguvu za giza. Ufalme wa Mungu uko na nuru, uko na nguvu za nuru ama mwanga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sijui ni ufalme gani ambao unautumikia. Sijui ni ufalme gani ambao unakutumikia. Maana katika ufalme ambao una serve, ni lazima pia huo ufalme huo unakutumikia. Maana huo ufalme lazima huo unakujua. Huo ufalme lazima huo unakutii. Bwana Yesu asifiwe. Ndio Biblia inasema heri ambaye nguvu zake zinatoka kwako Bwana, na njia zake simo moyoni mwake. Njia siendazo Sayoni simo moyoni mwake. Huyu mtu hata wakipita katika bonde la vilio ulifanya kuwa chemichemi, na mvua ya uvuli ulivika baraka. Uendelea toka nguvu hata nguvu. Kwa hivyo ufalme huu wa Mungu, tukiwa katika ufalme na nguvu zetu zikitoka katika ufalme, hata tukiishiwa leo, tukipitia katika vilio, kuna kuinuka tena, kuna kustawi tena, kuna kuendelea tena. Maana ufalme huu unatuendeleza nguvu hata nguvu. Andi tunaonekana, hata kama tulikuwa tunakaa tumezimwa ndani kabisa, tumefunikiwa, ni lazima tutaonekana tena. Hata biashara yako ilikuwa inaonekana kana kwamba imeisha kabisa, utainuka tena, itastawi tena. Familia yako ilikuwa inaonekana kana kwamba imetawanyika kabisa, itarundiana tena. Maana ufalme huu ambao uko ndani yake ni wa kukuinua kiwako kingine, hatua nyingine. Haleluya. Haleluya.
Kwa hivyo ufalme wako unatoka wapi? Ufalme wako, ufalme ambao uko ndani yake, ufalme ambao unautumikia, nguvu zako bado ndio zinatoka. Bwana hizo zifiwe. Ndio kitabu cha Wafilipi 4 mstari wa 10. Philippians 4 verse 10 inasema, nilifurahi sana katika Bwana. Nilifurahi sana katika Bwana, kwa kuwa sasa mwisho nimeuisha tena fikira zenu kwa ajili yangu, kama vile mlivyokuwa mkinifikiri hali yangu, lakini hamkupata nafasi. Mtume anaendelea kusema, si kwamba nasema haya kwa kuwa nina mahitaji, maana nimejifunza kuwa radhi na hali yote niliyo nayo. Anaendelea kusema, najua kudhiliwa na tena najua kufanikiwa. Katika hali yote nimefundishwa kushiba na kuona njaa, kuwa na vingi na kupungukiwa. Mstari wa 13. Ndipo anafika mahali pa kusema, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kwa hivyo huo ufalme ambao uko ndani yake, ni lazima huu ufalme ukufunze unafanya kazi kwa njia gani. Na wengine wanajidanganya wako katika ufalme wa njia za Mungu, lakini mambo yakitokea mabaya, huyo mtu akilala njaa siku moja, hata kuiba anaweza enda kuiba usiku. Lakini kweli mtume Paulo anaambia watu wa Filipi ya kwamba kuna wakati nilitamani niwe pamoja nanyi, kuna wakati mlitamani kuniona, lakini sikupata nafasi. Labda mlikuwa mmekuja kunitembelea na mlikuwa na vitu vingi sana, lakini hamkuniona. Na anapoendelea kusema hivyo, rudia kidogo 11. Rudi 11 kidogo. Mtume Paulo anaposema hivyo, anasema si kwamba nasema haya kwa kuwa nina mahitaji. Ya kwamba si kwamba nasema haya kwa kuwa nina mahitaji. Ninaposema kuna wakati mlikuwa mnataka kuniona, hamkupata nafasi, sisemi aje kwa sababu nina mahitaji. Hata kama mlikuja kunitembelea mkanikuta sipatikani, mlikuwa mmekuja na fungu mkakuta sipatikani, si kwamba nasema hayo kwa sababu nina mahitaji. Jambo moja ni hili, katika ufalme ambao unatumikia, ni lazima uwe umejifunza huo ufalme unatenda kazi kwa njia gani, huo ufalme unafanyanga kazi gani yake kwa njia gani. Maana anasema nimejifunza kuwa radhi na hali yote niliyo nayo. Kwa hivyo katika ufalme wako ambao unautumikia, ni lazima ujue unafanya kazi kwa njia gani. Huyu mtume Paulo anasema ya kwamba nimejifunza kuwa radhi na hali yote niliyo nayo. Haleluya. Nimejifunza kuwa radhi na hali yote niliyo nayo. 12. Najua kudhiliwa. Yaani ninajua kuna wakati mambo ya vitu vinaniishia kabisa. Hata katika benki yangu, benki inakosa hata shilingi moja. Ninajua hivyo. Na tena endelea kusema, na tena najua kufanikiwa. Kuna wakati ninakaa kama kwamba sina kitu kabisa, lakini najua tu katika ufalme ambao unautumikia, hauwezi ukaniacha nikae hivyo milele. Hauwezi ukaniacha nikae hali ya kudhiliwa kabisa. Najua pia kufanikiwa. Amen. Kwa hivyo ufalme ambao unautumikia, ni lazima uelewe huu ufalme unafanya kazi kwa njia gani. Usi ukasema ya kwamba ukiwa unaomba hautalala njaa. Usi ukasema nikiwa naomba siwezi ndaiwa ndeni. Utandaiwa, lakini utalipa. Amen. Utandaiwa lakini utalipa. Kwa hivyo usi ukalaumu Mungu ukimuuliza mbona mimi ninandaiwa ndeni. Muulize mbona nimekosa cha kulipa. Najua kufanikiwa, najua kudhiliwa na najua kufanikiwa. Ni lazima ujue kuna wakati unakosa na kuna wakati unafanikiwa. Usikose kuomba Mungu kwa sababu uko katika hali ya kukosa.
Jua ya kwamba kuna wakati ulikuwa unapata, kuna wakati ulikuwa unaweka begi hadi pesa unakosa mahali pa kuweka. Kwa hivyo Mtume Paulo katika huu ufalme ambao anautumikia, anauelewa vizuri. Na hata wewe elewa ufalme huu wa Mungu unafanya kazi kwa njia gani. Maana unaweza kuwa umeelewa ufalme huu wa Mungu unafanya kazi kwa njia moja tu. Njia ya pili hauelewi. Amen. Kwa hivyo najua kudhiliwa na tena najua kufanikiwa. Anasema katika hali yangu yote na katika mambo yote nimefundishwa kushiba na kuona njaa. Kwa hivyo ni lazima ujifunze mambo hayo yote. Ujue kuna kudhiliwa, kuna kufanikiwa, kuna kushiba na kuna kuona njaa. Kuwa na vingi na kupungukiwa. Amen. Kwa hivyo katika ufalme ni lazima uelewe vizuri. Ndio anakuja 13, maana wengine wajui mambo haya uanga yanatoka wapi. Ni unakutanga mtu anasema tu mstari moja, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Lakini hiyo nguvu ni nini? Utayaweza gani? Utaweza kulala njaa na umetoka kufunga na umetoka ibada? Amen. Na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Je, na wewe ni nani anayekutia nguvu? Katika maisha yako ni nani anayekutia nguvu? Ujue kama ni mtu anayekutia nguvu. Ujue kama ni mtoto, wewe ni mzazi anakutia nguvu, siku moja nguvu itaisha. Ndio unakutanga mara nyingi watu wanakufa hata kwa TV, mtu na mzima unakuta anatangaza, huyu ndiye alikuwa nguvu yangu. Nimeishiwa kabisa. Sina mbele, sina nyuma. Oh my God. Lakini ujue na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Thus I can do all things through Christ who strengthens me. Means I can handle all situation through Christ who strengthens me. I can handle all situation. Maana tumeona kuna mambo na yaweza mambo yote. Mambo moja ni gani? Ni kupata njaa, kushiba, kuona njaa, kudhiliwa. Amen. Kupungukiwa. Ni lazima huu unaweza hayo mambo. Lakini kama unaweza tu kufanikiwa, kama unaweza tu kushiba, kama unaweza tu kuwa na vingi, utakuwa na shinda. Katika ufalme utaukosea nguvu, utaukosea maana. Lakini ufalme huu wa Mungu ni lazima tuuelewe vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Huu ufalme ni lazima ujue kuna kuinama na kuna kuinuka tena. Maana ufalme huu si wa maneno. Maneno tu, nimemwamini Mungu mambo yangu yatakuwa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ujue maneno matupu yanaweza kosa nguvu. Lakini ufalme si maneno, ni nguvu. Ni lazima uwe na nguvu ya kustahimili hali hizo zote. Ni lazima uwe na nguvu ya kuvumilia hata ukiona njaa, hautajiaibisha barabarani. Uteteme kori nonto uma maromba, nonto uma kokesa na kana nonto norethete kufunga. Uteteme kori muntu akoria na hati okario mwereka rwarende thete kufunga ntaro manoi. Utena inya ni miario. Iyo Biblia kuaka mauta kenda muntu ateka menye. Muntu ateka menye no kufungite. Bwana Yesu asifiwe. Ufalme wa Mungu si wa maneno, ni wa nguvu. Na hii nguvu ni lazima ikusaidia kustahimili. Hii nguvu si maneno nguvu, si njina nguvu, ni nguvu ambayo itakuwezesha. Amen. Kuna watu wengi wameokoka leo lakini hauwezi ukawaelewa. Akiwa na kitu hauwezi. Akikosa hauwezi, maana kuna kitu amejifunza. Na hata sisi wapendwa, ni lazima tujifunze. Katika ufalme wa Mungu tunatumika chini ya watu wengine. Tunatumika chini ya makuhani, tunatumika chini ya viongozi, tunatumika chini ya maaskofu, maana wametiwa mafuta watuongoze. Si kila wakati atakuwa nakupembeleza. Utatoa ndio, lakini akiona makosa atakukemea. Ndio kwa hivyo mtu akiwa pastor atakomea kinyamo mte muatelete, suti hizi ondeka era nioni. Yani mimi pastor ndio nimemshikilia. Hata ile suti amevaa ni mimi ni wanga na ununua, lakini leo amenisautia sana kwa sababu ameniona na makosa. Ujue ufalme ambao
unatumika ni ufalme wa aina gani. Na kuna falme zingine watu wanatumika ambazo haziwaambii makosa. Kuna falme sionyi watu. Bora unatoa sadaka, bora unaleta pesa, uko sawa. Hata nguvu zako huo unatoa katika giza, kwa manjini, kwa wachawi, haina noma. Bora unaleta chenye nataka. Lakini siku ya leo ningetaka uelewe ufalme mnaoutumikia ni ufalme wa aina gani. Maana Mtume Petro alielewa ufalme ambao anatumikia. Maana kuna wakati pia wewe jua ufalme wako ni ufalme wa aina gani. Kuna wakati Petro, Yesu alisema katika kitabu cha Mathayo sura ya 19 mstari wa 28. Tuanze mstari wa 27. Inasema, ndipo Petro akajibu akamwambia, tazama, sisi tumeacha vyote tukakufuata, tutapata nini basi? Amen. Maana kuna mahali Yesu alikemea pesa. Alisema ni vingumu sana matajiri kuingia katika ufalme wa Mungu, lakini ni rahisi ngamia kupenya katika tundu la sindano. Petro aliposikia mambo hayo, maana malengo yake yalikuwa amechukua Kristo kwa njia fulani, ya kwamba Yesu akija aondoe ufalme wa Rome, ufalme ambao ulikuwa unatawala wakati huo, aingie katika serikali. Mimi nitakuwa waziri wa fedha. Mwingine alikuwa amejichagulia viti mbalimbali. Lakini akakuta Yesu anasema ni vingumu tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu, lakini ni rahisi ngamia kuingia katika tundu la sindano. Petro akasimama, akaona sasa huyu mwanaume hatuwezi tukaendana na yeye tena, hatuwezi tukaendanisha na yeye tena, maana mambo ambayo anaongea sasa si vile nilikuwa nimepanga. Ufalme ambao nilikuwa nataka ni ufalme, achukue ufalme, tungawiwe viti, kila mtu awe na cheo yake, awe waziri, mwingine awe waziri wa fedha, wengine waziri wa elimu, waziri sijui ni wa hili, mwingine ni wa hili. Lakini huyu mtu ameanza kukemea matajiri. Ndipo Petro akamuuliza, Yesu akamwambia, amini nawaambia ya kwamba ninyi mlionifuata mimi, katika ulimwengu mpya atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti 12, mkiwahukumu kabila 12 za Israeli. Na kila mtu aliyeacha nyumba au ndugu wa kiume au wa kike au baba au mama au watoto au mashamba kwa ajili ya jina langu atapokea mara 100 hapa duniani, atapokea mara 100. Kwa hivyo mashamba, hakuna mashamba mbinguni. Hakuna watoto mbinguni, maana watoto na wazazi watakuwa kitu moja, wote watakuwa wa Mungu. Hakuna mke mzuri mbinguni, hakuna gari nzuri mbinguni. Kwa hivyo katika ufalme ambao unautumikia, Petro alielezwa vizuri, ufalme huu utakuwa unakushughulikia hapa duniani, na la pili na kurithi uzima wa milele. Uzima wa milele ni compulsory kwa yule yote, kwa kila mtu ambaye ameokoka. Kwa kila mtu ambaye ameokoka ni compulsory apokee ufalme wa Mungu. Lakini kuna jambo lingine, baba, mama, watoto, mashamba kwa ajili ya jina langu atapokea mara 100. Kwa hivyo 100 yako hapa duniani ni lazima uipate. Maana uwezi ukatumikia Mungu ambaye ni ufalme wa Mungu tu, na hapa duniani uishiwe na mavazi, ulale njaa, uaibike, utaabike maisha yako yote, alafu ukufe tuseme utaenda mbinguni. Ni lazima tujue hii 100 Yesu alisema kwa Petro, ama aliambia wanafunzi, hii 100 si ya mbinguni, ni hapa duniani. Na hii 100 tutaitumia hapa duniani. Gari nzuri ni hapa duniani, nyumba nzuri ni hapa duniani,
Familia nzuri ni hapa duniani. Kwa hivyo katika ufalme wa Mungu uko na vitu viwili, ya kwamba hapa duniani tutakaa vizuri, na la pili tutapokea uzima wa milele. Maana ufalme wa Mungu si wa maneno, ni wa nguvu. Kwa hivyo nguvu itatusaidia kufanikiwa hapa duniani. Hii nguvu itatufanikisha kwa mambo yetu yote. Haleluya. Na ni furaha iliyoje ya kwamba kujua hautakufa masikini eti ya kwamba unaomba. Ni lazima uongee na lugha ngeni. Ni lazima uspeak in tongues. Na alafu uspeak in tongues kwa mfuko. Mambo yote yaendane. Usijazwa na kiroho, hautajazwa na kiroho ambayo itadharauliwa. Ndio Yesu akawaambia mashamba hapa duniani ni yenu. Watoto wazuri ni wenu. Vitu ambavyo umeacha utalipwa mara 100. Kama ni mashamba mara 100. Haleluya. Kwa hivyo katika ufalme ni lazima tuelewe tunautumikia ufalme ambao utatusaidia katika mambo yetu yote. Ufalme ambao utatuinua, utatushughulikia katika mambo yetu yote. Amen. Nikimalizia na kitabu moja ya Isaia 40 mstari wa 28. Isaia 40 mstari wake ni wa 28. Eh, 28 nasema ni Isaia 40 mstari wake wa 28. Inasema hivi. Inasema, je, haukujua? Amen. Je, wewe haukujua? Maana ninaongea juu ya ufalme ambao unautumikia leo. Na chanzo ya nguvu zako unajua ni nini? Je, haukujua? Haukusikia? Yeye Mungu wa milele, Bwana muumba miisho ya dunia, azimii wala achoki. Akili zake hazichunguziki. La kwanza ni ya kwamba Bwana muumba miisho ya dunia azimii wala achoki, na akili zake haichunguziki. Ni lazima ujue Mungu unayemtumikia ako katika ufalme gani, ama uko katika ufalme wa Mungu wa aina gani, ya kwamba azimii, achoki na akili zake haichunguziki. Kuna falme zingine ambazo unazijua zinazimia na zinachoka. Lakini huyu Mungu wetu, kama huku unajua, jua leo Mungu unayemtumikia azimii, achoki. Mwanadamu ni kumaanisha mwanadamu yeye ndiye uwanga, anachoka, anaacha Mungu. Yeye ndiye anazimia, anaacha Mungu. Lakini Mungu huyu akili zake haichunguziki, achoki wala azimii. 29. Uwapa nguvu wasimiao. Kwa hivyo ni lazima uelewe uko katika ufalme gani. Maana kuna falme zingine ambazo ukizimia hawana nguvu ya kukuinua tena. Wao wakizimia hawana uwezo wa kukuinua tena. Lakini ufalme huu wa Mungu ambao tunautumikia leo, ambao ni Mungu muumba mbingu na nchi, ambaye ni Kristo Yesu mwana wa Mungu, ambao kwa hiyo njia yake tutapokea uzima. Amen. Uwapa nguvu wazimiao. La pili, umuongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Kwa hivyo uwapa nguvu wazimiao, umuongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Falme zingine za wachawi leo, ukikosea mashauri, wakikupa mashauri ukosee, hauna lingine, ni kufa tu. Ukikosea mashauri yao, ukosee tu moja,
Hakuna option B, unakufa. Maana wanakuambia hatuna nguvu ingine. Wengine nilisikia kuna wengine wa uanga wanaroga, lakini njia ya kufanya huo mtu awe safi tena ama awe nomo tena hawezi. Anasema mimi nikiroga ni hivyo, sina option B. Lakini Biblia inatuambia kwamba huyu Mungu wetu, yeye ndiye anatuongezeanga nguvu. Anaongezea nguvu wale wanaozimia, na wala hawana nguvu kabisa, yeye yuwapa uwezo. Kuna yule ambaye hana uwezo hata wa nguvu, hawezi hata inua kichwa. Kuna watu wako ICU saa hii, huyo mtu hana uwezo kabisa, hata kujieleza hawezi, hata kumwambia pokea Kristo hawezi, hata kumwambia keti tukuombea hawezi. Yeye Mungu, huyo Mungu ndiye anaongeza nguvu hao ambao hawana uwezo kabisa. Kuna wengine ambao wamezimia, wako na nguvu kidogo, wamezimia, wamekosa nguvu ya kutembea, anawaongezea nguvu. Na Mungu akuongezee nguvu leo, siku ya leo. Mahali umezimia, Mungu akupe nguvu. Mahali umezimia, Mungu akuongeze nguvu. Mahali ambao umekosa kuinuka, akuongezee nguvu na akupe nguvu. Wewe ambao umezimia, wewe ambao hauna nguvu kabisa, akuinue utoke katika chini, akuinue tena. Amen. Tuendelee kidogo. Maandiko inaendelea kusema hata vijana watazimia na kuchoka. Kwa hivyo ni lazima uelewe wewe ndio nguvu yako, ama kuna nguvu yako kuna mahali kwingine inatoka. Hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka. Kwa hivyo hata mwanaume akiwa na macho gani, akuwa anakuanga na muscles, unamuita huyu ni kijana barubaru, ako sawa. Lakini maandiko inasema atazimia na atachoka na ataanguka. Ni wangapi leo tunaona wakianguka? Mwanaume asipopokea pombe asubuhi hawezi akafanya kazi. Asipovuta bangi asubuhi anasemanga siwezi kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini maandiko inasema vijana watazimia. Na wengine leo wamezimia katika ukahaba, wamezimia katika umalaya, wamezimia katika dhambi. Hawezi wakajiinua, maana nguvu yao ni kama ya mwana simba. Amen. Unakuta mwana simba nguvu yake iko ndani yake, na akikosa nguvu hawezi inuka tena. Mwana simba anajitegemea mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Simba uanga haitoi nguvu mahali kwingine. Simba nguvu yake inakuanga nayo. Ndio unakuta wale wana watch ile movie ya world ya wanyama, akiwekwa tu alama, unakuta huyo mwana simba ameanza kufa. Anafuatiliwa hadi anaanguka, maana hana nguvu nyingine. Biblia inasema vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka. Si vijana wanawake, ni vijana wanaume. Wanaume tujichunge. Hiyo nguvu yako itumie kumtumikia Mungu. Usinjiringe kwa kifua, usinjiringe kwa muscles, usinjiringe kwa sababu uko handsome. Hapana, hiyo itumikie Mungu. Endelea mstari wa 31. Bali wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Haleluya. Bali wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai. Watapiga mbio wala hawatachoka. Watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Maana nguvu yao inatoka katika Mungu. Nguvu yao inatoka kwa yule ambaye azimii. Then God is their source, or their source. Kaumo kainya yone morungu. Kaumo kainya kuno. Chanzo cha nguvu yako ni nani? Who is your source of your power? Sometimes, mara nyingine unaweza sema uko na nguvu lakini hujui hata inatokanga wapi. Na wakati itakapoisha hautajua utawekewa neno nani. Wamngojeo Bwana watapata nguvu mpya. Ombi langu siku ya leo ni ujue ya kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu ndiye tu anaweza kukutia nguvu ambao hautajutia baadaye.
ya kwamba Mungu leo akupe nguvu mpya. Akupe nguvu mpya ya kwamba utapanda juu kwa mbawa kama tai. Mbona Mungu anafananisha watu ambao wanamngojea atawapa nguvu kama tai? Mbona asemi ya kwamba utakuwa na nguvu kama ndovu ama utakuwa na nguvu kama simba? Anasema ni tai. Maana tai hata ikiishiwa na nguvu, hata ikizeeka, Mungu anairejeshea nguvu tena. Inatoa kucha. Bwana Yesu asifiwe. Inarejeshewa nguvu tena. Hata ikiishiwa nguvu yake tu ni Mungu. Lakini simba ikiishiwa na nguvu, ni hivyo inafukuzwa katika ufalme. Na wale simba wanachagua mfalme mwingine. Kwa hivyo ni lazima ujue nguvu yako ikiisha, ni nani atakukimbilia, ama ni nani utakimbilia, ama ni nani atakuongeza nguvu wakati ambapo utakuwa hauna nguvu. Kuna wanaume, kuna wamama ambao wazazi ambao wako na nguvu ya kipesa. Watoto wao ni kama wezi kwao, hawatambui watoto. Lakini siku moja utakuwa mzee. Kuna siku utaweza kujikokota hapo chini. Ni lazima uwekeze kwa watoto wako. Ni lazima uwekeze kwa Mungu wako. Maana siku moja hiyo nguvu, hizo pesa zitaisha. Hiyo nguvu ambayo ni ya kifia kusema mimi sitaki kuona mtoto hapa, itaisha siku moja. Je, hiyo nguvu uliachia nani? Hiyo nguvu utaenda nayo wapi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni lazima tuelewe nguvu yetu inatoka wapi. Nguvu yetu inatoka wapi? Chanzo ya nguvu zetu ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Chanzo ya nguvu yako ni nini? Na Mungu atusaidie awe ndiye chanzo chetu ya nguvu. Maana ukiishiwa na nguvu, utamwambia Bwana, wewe ndiye nguvu yangu. Amen. Zaburi 16 mstari wa 2. Inasema ya kwamba nimemwambia Bwana ndiye Bwana wangu, sina wema ili utokao kwako. I have said to my Lord, you are my Lord. Apart from you, I have no good things. Umemwambia Mungu nini? Katika maisha yako ni nani ambaye unamwambia ya kwamba wewe ndiye kila kitu kwangu? Sina wema ili utokao kwako. Nguvu ikiniishia Bwana, sina kwingine kwa kutoa nguvu nyingine. Uweza ukiniishia, sina mahali pengine pa kutoa. Ombi langu siku ya leo ni ya kwamba Mungu awe nguvu yako. Mungu awe ndiye chanzo cha afya yako. Awe ndiye chanzo cha furaha yako. Mwelewe Mungu. Najua ya kwamba mahali uliko Mungu ameongea na wewe. Mungu amenena na wewe. Kuna jambo amekuongelesha. Kuna mahali amekutoa. Ukimwambia Bwana, wewe ndiye Mungu wangu, sina nguvu, sina uweza mwingine kando na wewe. Sijui ni nani ambaye kwa maisha yako umemweka kipaumbele kumwambia ya kwamba wewe ndiye kila kitu kwangu. Ombi langu ni ya kwamba Mungu awe kila kitu kwako siku ya leo. Mungu awe kila kitu kwako siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awe ndiye kila kitu kwako siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awe ndiye kila kitu kwako siku ya leo, ili maisha yako hayataibika tena. Maisha yako hayataibika kamwe.
kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa comment zetu naona kuna watu kadhaa ambao wameweza kutufuatilia. Kuna watu kadhaa ambao wameweza kutufuatilia. Mungu wa amani asindi kuwabariki na kuwatenda mema kwa jina la Yesu. Amen. Mungu asindi kuwabariki na kuwatenda mema kwa jina la Kristo Yesu, ambaye kwake ndi tunaishi, kwake tunatembea. In the name of Jesus. Wale wote ambao wanatufuatilia siku ya leo, Mungu awabariki, awatende mema na wajalie neema yake. Katika mitandao yetu naona kuna watu ambao wanatufuatilia, wengine wanajiandaa comment request yako ya maombi. Sema, mtumishi wa Mungu, kuna kitu nimesikia, umenena na mimi, nguvu yangu leo nitaweka kwa Mungu, awe ndiye nguvu yangu, sitajitumaini. Maana wanaojitumaini wanachoka na kuzimia, lakini wanaomtumaini Mungu hata wakiishiwa na nguvu, bila shaka nguvu yao itarejeshwa tena. Hata nini ikiisha, wengine biashara ziliisha na wakakataa kutoka kwa watu tena, kwa sababu walikuwa wamejiringa kifua wakiambia watu, wakijiringa kifua na kiburi nyingi. Saa hii wameshindwa watafanya nini, wanakaa nyumbani. Lakini wewe unanitazama, jipe moyo katika Bwana. Yaliyopita usiangalie tena. Uanze leo kupokea nguvu mpya kutoka kwa Mungu. Uanze leo kupokea nguvu mpya kutoka kwa Mungu. Awe ndiye chanzo ya nguvu yako, awe ndiye nguvu yako kwa maisha yako, na jina la Yesu litasindi kutukuzwa. Ombi langu ni ya kwamba ombi langu ni kwamba wakati uliopita ulikuwa unaambia mimi nimetajirika, mimi ni mkubwa, lakini ile nguvu iliisha, ile kazi iliisha. Saa hii unasindu utaambia watu nini? Maana nguvu yako haukuwa na akiba ya Mungu. Nguvu yako ilikuwa ni wewe tu peke yako. Haukuwa na nguvu kando na wewe. Nguvu yako ilikuwa tu ni wewe peke yako. Na wakati huo nguvu ilipoisha, ukasindu utaambia watu nini? Haleluya. Lakini la muhimu ni kwamba kuna Mungu anayeinua watu wake. Naona kuna watumishi wa Mungu, kuna Pastor Adrian Matheta wanatutazama. Kuna wengine ambao wanatuangalia. Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu kutoka mahali kwingi wametutazama. Mungu awabariki sana na watende mema na wajalie neema. Kwa masaa mahali tumefika ni ya kwamba kuna jambo Mungu amekutendea. Namba yangu ya simu iko hapo chini ya screen yako ya 0724387033. Hiyo namba tu utatumia kutuma sadaka yako, useme Mungu amenena na mimi. Mtumishi wa Mungu, nimeona masaa yote ambao umesimama hapo hauja hata kunywa maji, sijaona ukinywa maji. Useme mtumishi wa Mungu, ili kipindi kipate kuendelea ama kiendelee kuwa hewani, ningetaka nisimame na wewe siku ya leo. Na hakika Mungu atakubariki. Ndio maana ombi langu ninapoenda kuomba saa hii ni Mungu akupe nguvu ya njia zote. Mungu akupe nguvu ya njia zote. Akupe nguvu ya kiroho, akupe nguvu ya kipesa, akupe nguvu ya kufanikiwa. Maana Yesu alikiri mwenyewe akaambia wanafunzi wake, hapa duniani mtafanikiwa mara 100 na uzima wa milele upate. Hebu niombe na wewe kwa jina la Yesu Kristo. Baba, kwa nguvu zako na kwa roho wako Bwana, tumesikia neno lako na tumepokea neno lako, tumepokea ujumbe ambao
umetumana nasi kupitia neno lako. Ninaomba mtazamaji wangu anayenitazama siku ya leo, kuna mahali umemtoa, alikuwa nguvu yake ni yeye peke yake, tumaini lake alikuwa ni yeye, na wakati alipokuwa anaishiwa na nguvu alikuwa anaanza kujuta, akisema maisha yameisha, maisha hakuna kuendelea tena, kwa sababu hakuwa anajua chanzo ya nguvu yake. Ombi langu siku ya leo kwa mtazamaji wangu ni ya kwamba akupokee kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, na uwe chanzo ya furaha yake, uwe chanzo ya kazi yake, uwe chanzo ya familia yake, uwe chanzo ya afya yake, uwe chanzo ya kuendelea kwake katika maisha yake yote. Akuone ukimuokoa na ukimuinua katika jina la Yesu. Ukampe nguvu mpya mahali amezimia, mahali ameanguka. Ewe Bwana, ukutane na mahitaji yake, umuinue kiwango kingine. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye Mungu na mkombozi wa maisha yetu tunaomba na atakuamini. Amen. Shalom, shalom, shalom. Tukutane Jumanne ijayo kwa nguvu za Mungu mahala hapa tu, na jina la Yesu litasindi kutukuzwa. Be blessed in Jesus mighty name. Amen. Amen.